Hello everyone, leo nataka nikwambie makosa ambayo unayafanya kila siku asubuhi ukidhani kuwa ni kawaida, lakini yanaweza kuathiri afya yako kila siku. Mimi ni Dr. Bernarda, niko hapa kwa ajili ya kukupatia habari njema ambayo itakusaidia kujenga afya yako, lakini pia afya ya familia yako, ili nawe uweze kushare nao waweze kupata kile ambacho mimi nakwambia hapa leo. Unajua ukifanya makosa haya kila asubuhi unaweza kuwa unaumiza mwili wako bila hata kujua. Na mbaya zaidi, watu wengi wanafanya hivi kila siku wakidhani ni hali ya kawaida. Kama haujajiunga na chaneli hii, hakikisha unabonyeza neno subscribe ili uweze kujiunga, na zaidi ni kusihi tu kwamba tazama video hii hadi mwisho, kwa sababu kuna mambo ambayo unapaswa kuyafahamu leo ambayo kwako yamekuwa ni ya kawaida. Vitu vidogo vidogo tu ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu ya kila siku vinaweza kutuharibia kabisa afya zetu, au yanaweza kuharibu kabisa utaratibu wa maisha yetu. Hebu fikiria, hicho kitu ambacho unakifanya wewe kila asubuhi, ukifikiria miaka 5 au 10 ijayo utakuwa salama kabisa. Kabla haujafanya kitu fulani, hebu jaribu kufikiria kwamba kwa ajili ya afya yako na afya ya familia yako, miaka 5 au miaka 10 ijayo kitanipa faida gani? Basi hapa nianze na kosa la kwanza. Kosa la kwanza, kunywa maji kidogo au kutokunywa maji kabisa asubuhi unapoamka. Mwili wako unakuwa umetoka masaa mengi bila maji. Ukianza siku bila kunywa maji ya kutosha, unachochea figo zako, unapunguza nguvu za mwili na hata ubongo wa kufanya kazi vizuri. Hivyo unapaswa kunywa maji ili uweze kuupa mwili wako afya zaidi. Suluhisho ni nini? Suluhisho, anza siku yako kwa glasi 1 au 2 za maji safi ya uvuguvugu. Hii itasaidia kuamsha mfumo mzima wa mwili wako na kufanya mwili wako ufanye kazi vizuri. Kosa la pili, kunywa chai au kahawa kabla ya kula kitu chochote. Hili ni kosa ambalo watu wengi hawalijui. Unapokunywa chai asubuhi au kahawa, tumbo lako likiwa tupu, unaweza kuongeza tindikali tumboni na kuharibu ukuta wa tumbo taratibu bila wewe kujua, na hivyo kuweza kusababisha baadhi ya matatizo kama vile gesi tumboni na vidonda vya tumbo. Ndio maana baadhi ya watu wanapata vidonda vya tumbo bila hata kuelewa sababu halisi ya vidonda vya tumbo ni nini. Suluhisho ni nini? Kula kitu kidogo kwanza, hata tunda, ndipo uanze kunywa chai au kahawa. Kosa la tatu, kuangalia simu mara tu unapoamka. Hili ni kosa ambalo watu wengi wanalifanya na imeshakuwa tabia sasa. Mtu akiamka ni lazima ashike simu. Ni moja ya tabia ambayo hata mimi niliwahi kuwa nayo, lakini baada ya kugundua kwamba sio sawa kabisa na sio salama kiafya, niliamua kuacha. Na sikuchukua tu siku moja kuacha, lakini nilianza kidogo kidogo kuacha hiyo tabia, na mpaka leo nimeacha, naona matokeo mazuri sana. Hili jambo bwana la kuamka na kuanza kuangalia simu asubuhi, hili linaonekana kuwa ni tatizo dogo sana, lakini lina hatari kubwa sana. Unapoanza siku yako na kushika simu, kwanza kukagua simu, cha kwanza unachosha akili yako mapema, unaongeza stress na unapoteza focus ya siku yako. Badala yake, jaribu kukaa hata dakika 10 bila kushika simu. Pumua, jiandae, panga siku yako iwe nzuri kabisa, ndipo ushike simu. Kosa la 4, kuruka kifungua kinywa. Yes. Na hili tatizo pia kwangu liliwahi kuwepo. Yaani nikiamka asubuhi naacha kabisa sili chochote na wala sifikirii kula mpaka mchana. Watu wengi na wao wanasema hawana muda, hawana njaa, lakini ukweli ni kwamba mwili wako unahitaji nguvu baada ya usiku mrefu ukiwa umepumzika. Unaporuka kunywa kifungua kinywa, unashusha kiwango cha sukari mwilini, unachoka haraka na unaweza kula kupita kiasi baadaye. Ni kitu ambacho kilikuwa sio sawa, na kula kunapaswa ule taratibu na kwa chakula ambacho kinafaa kwa wakati sahihi. Basi hapa solution ni nini? Kula kitu hata chepesi lakini chenye afya kama matunda, mayai au uji, ili uweze kusaidia mwili wako kupata afya zaidi.
Na kosa la 5 ambalo linafanywa na watu wengi sana, kuanza siku bila haraka yoyote ya mwili. Bila harakati yoyote ya mwili. Yaani we unaamka kukaa tu au kulala hadi dakika ya mwisho. Kabla ya kutoka kunafanya mwili wako uwe mzito zaidi. Yaani kwa wale ambao wanaenda kazini unakuta mtu anatakiwa kulipoti kazini saa 2 kamili na anakaa maeneo ya mbali, labda kwa kutumia usafiri wa umma unaweza akatumia hata masaa 2 au saa 1. Kwa hiyo anaamka baada ya dakika 5 lile lisala kwanza kutoka pale ili aweze kufika kwenye ule muda. Kwa ile anapoamka tu ajimwagie maji aondoke haraka haraka. Hii inakuwa sio sawa kabisa katika afya yako. Unapaswa ukiamka ukae kidogo, utembee kidogo, ufanye mazoezi madogo madogo, zinaweza kubadilisha kabisa siku yako. Mwili wako unahitaji kuamshwa, sio kulazimishwa kuamshwa ghafla. Kwa hiyo ukiepuka haya makosa 5 tu ambayo mimi nimeamua kukupatia leo, utaweza kuongeza nguvu mwili wako, unaweza kuimarisha afya yako na vile vile utaanza siku yako kwa ubora mkubwa zaidi. Sasa wewe unaweza kuniambia kwenye comment ni kosa gani kati ya haya ulikuwa unayafanya bila hata wewe kujua, au unafanya mpaka sasa hata bila wewe kujua kwamba kuna madhara ya kufanya makosa haya. Na kama umejifunza kitu kipya leo katika video hii, ni kusitu kwamba usahau kusubscribe ili uweze kupata elimu zaidi kama hii kila siku. Afya yako inaanza na maamuzi madogo ambayo utaanza kuyafanya leo. Yes, asanteni sana na karibu tena katika chaneli yetu pendwa kabisa ya Uhuru wa Afya. Hapa ambapo ndipo tunakuletea habari njema.